Naam, mpenzi mtazamaji, ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena kwenye ukurasa huu wa The Intellectual Sport, ambapo tunapeperusha moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Wallace Wanjala na ninakukaribisha kwenye makala ya Ulingo wa Siasa, ambapo hii leo ninao wageni kwenye studio na kwa pamoja tutakuwa tunaangazia masuala ya siasa pamoja na maendeleo, hasa katika kaunti ya Bungoma, mkoa wa Magharibi na katika taifa la Kenya kwa ujumla. Kabla sijaendelea, labda niwape tu fursa mpate kuwafahamu wageni ambao ninao studioni hapa, nikianza na mkono wangu wa kushoto. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Bishop Daniel Makecho. Natoka Londai, Sirisia Constituency, ni askofu na pia mwaniaji wa MCA 2027. Karibu. Asante sana kwa majina, mimi naitwa Philip Wanyanyi Wekesa, ni mkazi wa kaunti ya Bungoma na pia mchanganuzi wa masuala ya siasa na masuala ya kijamii na kiuchumi katika kaunti ya Bungoma na Afrika Mashariki kwa jumla. Na watazamaji, mimi kwa majina naitwa Tina Mbala. Mimi ni mchanganuzi wa siasa kwa legal and political analysis, commentating for Director Sport. Asante sana, karibuni kwenye studio. Tunasikia nyumbani ndani ya studio. Shukuru sana. Mtazamaji, kumbuka kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka kwenye ukurasa wa The Intellectual Sport. Kwenye Facebook page utatupata at Intellectual Sport. YouTube tunapatikana kwenye at The Intellectual Sport. Then kwenye website yetu ni www.co.ke. Kwenye ukurasa huo utapata kuandamana nasi hadi tamati. Na bila kupoteza wakati, nataka tuanze na masuala ya kiuchumi katika kaunti ya Bungoma. Tangu tupate ugatuzi ni takriban miaka 15 kufikia sasa, na ukiangalia from the exchequer, kaunti ya Bungoma pekee imepata takriban shilingi 160 bilioni. That is 160 billion. Yaani ukiangalia from the exchequer tuko na 130 billion. Lakini ukiongeza other sources of money like own source revenue, na tuna grants pamoja na mapato mengine, tukijumuisha pamoja kwa miaka 15 tumepata 160 billion. Na mimi kama wakazi wa kaunti ya Bungoma, na unashuhudia jinsi utendakazi wa kaunti unaendelea. Je, ukiangalia zile miradi zimeanzishwa na serikali ya kaunti, kuna any reflection ya hiyo 160 billion kulingana na mtazamo wako? Labda tuanze na Bishop. Asante sana kwa mtazamo huo. Kulingana na nani, 160 billion is enough to change completely Bungoma, na iweke katika kiwango kikubwa sana, lakini practically tunapokuja kuangalia especially kutoka katika mashinani, hata mahali kwingine nafikiria bado hawajawahi toa pesa zote ya kuweza kusaidia hata maeneo kama hayo. Sasa ukiniambia 160 billion tangu ugatuzi uanze na Bungoma imepata, ninaona maendeleo machache. Ukitembea sehemu zingine unaona maendeleo machache, na ekonomi yetu ya Bungoma hatuwezi tukasema kwamba iko kama ekonomi ya Kisumu ama wapi, kwa maana sisi ni wakulima na ekonomi yetu inalala sana katika ukulima. Kama wange channel part of such kind of money into strict farming, wa mambo ya kahawa, kuna mambo ya kuna hata mahindi na other mambo ya agriculture, tungeweza kuona kusema ukweli ya kwamba tumepata 160 billion hapa Bungoma. Lakini kwa sababu agriculture have never taken the center stage, yani watu wanaongea tu, lakini practically there is nothing, because we have coffee and that coffee will have, if we inject some money in that coffee, people will see, will build the economy.
Na labda tu about your agriculture, ukisema hivyo na umetaja mambo ya coffee. Juzi nimemsikia rais akiongelea juu ya bei ya coffee na akasema wamejaribu kuimarisha, lakini kulingana na vile unaeleza ni kama hakuna chochote kinafanyika. Je, ina maana kwamba serikali ya kaunti haijatilia maanani ukuzaji wa kahawa kabisa? Mostly serikali ya kaunti mostly itaongea kuhusu coffee, but practically it does not focus on coffee as the main cash flow ambayo inaweza inject in pesa na zikainua wananchi, because ninajua kwamba we have the best coffee not only in Kenya but in the world when we do research, and many people would want to come and even buy the coffee ya Bungoma. Kama coffee mambo yake ingekuwa mzuri, hatungekuwa na watu wanakimbia na coffee kuuza Uganda, hawangekuwa wana cross maji, hawangekuwa wengine hata wanakufa kwa sababu ya cross maji. Kuna wengine walikuwa wanafukuzwa hata na askari, hiyo pikipiki wakakufa kwa sababu they are looking for a better price. Wapi? In Uganda. So if the government would have maybe implemented na iseme ya kwamba tumeleta kweli ndio hii imepandisha bei, na watu hawangekuwa wanaenda Uganda, and they are going to Uganda even at this particular time, kwa sababu huko ndio wanaona ya kwamba nikiuza huko nitapata fedha nyingi kuliko kupeleka kwa cooperatives. Kwa hivyo the main point ni pricing ama ni funding kutoka kwa serikali. Naomba nielewe hapo. Hawezi ukaongea kuhusu pricing peke yake kuimarisha uchumi. Lazima uongee kuhusu funding, kusaidia mkulima akuwe na uwezo wa kukuza kahawa nyingi, ya hata ukileta bei iliyo juu ana kahawa nyingi. So it's both pricing and funding. Asante Bwana Philip. Yes, wewe ni mwanaharakati na najua umetembea kaunti hii vizuri sana, pande na pande. Je, wakati unazunguka katika kaunti hii, is there any face ya kuonyesha kwamba tumeinject 160 billion kwa economy ya Bungoma? Mwanzo nitasema hakuna. Sababu kubwa katika shughuli zote za serikali kama matumizi ya pesa za serikali, kuanzisha miradi ya serikali, yote imekumbwa na ile shida ambayo inaumiza Wakenya kwa ujumla, swala la ufisadi. Kwa maana katika hizo mabilioni za pesa ambazo zimetoka national government zikakuja kwa county government ama katika serikali ya ukatusi hapa chini, hazitatumika kwa njia ile ambayo inatakana ama inafuata sheria. Mara nyingi wale ambao wamepewa jukumu la kuendesha hizo shughuli, kufanya manage na implement zile project ambazo zina benefit wananchi wa kawaida, wamemismanage ama wametumia hizo rasilimali za serikali kwa njia isiyofaa, mara wakajinufaisha wao wenyewe kwa njia ya ufisadi. Ndipo unaona maendeleo ambayo tunayaona mengi sio ya serikali, mengi utawapata watu wamefanya kibinafsi, kama wamenunua maplot, wamejenga manyumba, wamenunua magari, na kwa hizo pesa ambazo zitakana kushughulikia mwananchi wa kawaida. Hata tukirejelea swala la ukulima wa kahawa, unapata serikali inaweka pesa, hizi cooperative societies management inatoka kwa membership ya wale wakulima wenyewe, but unapata sisi wenyewe kumanage vitu ambazo zina benefit watu wetu, tunashindwa kufanya management ambayo itareflect matarajio ya wananchi wa kawaida na kuleta pengine uchumi wa wananchi ufike kiwango kile ambacho wote tunatarajia. Sasa swala kubwa katika kuweka ama kufanya mambo ya uchumi katika kaunti ya Bungoma, swala kubwa mbaya ni ile mambo ya ufisadi na mismanagement, kwa sababu utapata ya kwamba kama kwa kaunti miradi imeanzishwa, unapata miradi hizo haziishi
Na ukiangalia sheria inasema mradi wowote wa serikali ama mradi wote huwezi anzishwa kabla serikali kujua kwamba kuna pesa ya kutosha na pia kuna muda wa kumaliza huo mradi. Sasa unajiuliza ni kwa nini mradi huu ulikuwa usaidie wananchi wa kawaida, kama miradi ya maji, miradi za hospitali, miradi za shule, miradi za barabara, mbona hazijakamilika kulingana na ile tunaita PQ ama yale makadirio ambayo bajeti imefanya? Unapata pesa nyingi zimefutwa na sisi wenyewe. Sasa swala kuu ni ufisadi, na ufisadi hauko tu kwa wale ambao wanafanya kazi kwa serikali, lakini uko katika kila mtu mwenye ni mkaazi wa kaunti ya Bungoma. Sisi wote hatujaangalia swala hili tukalipea kipaumbele. Utapata ya kwamba wakati hata tunapiga kura, wananchi wanaweza pigia mtu yule ambaye ni mfisadi na wanajua vizuri ni mfisadi, lakini wakapigia kura kwenda kumanage resources za serikali. Sasa bilioni 160 ambazo zilikuja kwa kaunti ya Bungoma haziwezi zikaonekana kuonyesha kwamba hizi pesa zimetekeleza yale ambayo ilitarajiwa ifanywe wakati pesa zenyewe zinakuja. Pesa nyingi zimekujwa, pesa nyingi zimeenda katika miradi za kibinafsi, pesa nyingi zimeenda kwa mambo ya corruption. Sasa shida kubwa ambayo ina affect maendeleo na uchumi katika kaunti ya Bungoma kwa mfano na kaunti zote Kenya mzima ni swala la ufisadi. Sasa lazima sisi wananchi wenyewe tukue katika nafasi ya kuangalia swala la ufisadi, ni njia ipi ambayo tutataka swala la ufisadi, badala ya kuachia wale ambao wako katika serikalini, lakini sisi wananchi wenyewe ambao tunaumia, inafaa tutafute njia ya kupata suluhu kwa njia mambo ya ufisadi. Kwa miradi mingi imesimama. Na katika tu swala hilo la ufisadi, natumai kwamba kabla tufikie wananchi kufanya uamuzi kulingana na ufisadi, kuna viongozi ambao tayari wako na jukumu. Tuko na senator ambaye anafaa kufanya oversight, tuko na MCS ambao jukumu lao la kwanza ni ku oversight the executive ya county government. Yes. Je, ina maana kwamba hao viongozi wamefeli katika wajibu wao? Viongozi hao wote ambao wako katika mamlaka, watu wote ambao wako mamlakani wanaendesha shughuli za ufisadi, na hakuna yule ambaye mwananchi anatakana kutarajia ataweza leta suluhu kwa sababu yeye ni mmoja. Kuna ile tunaita wakati mwingine kwa kimombo wakili akaapa wanaitwa cartel. Ile cartel ndio ina benefit kutokana na pesa zote za kufanya maendeleo na miradi, na wale ambao wana jukumu ya kuangalia hayo maswala, wao pia ni players ama ni beneficiaries au wananufaika vile vile kwa pesa za ufisadi. Sasa ndio swala hilo likatoka kwa viongozi likaendea wananchi moja kwa moja, kwa maana wananchi hizo ndio ushuru wao, ndio taxes zao, na wao ndio wanatoa hizo taxes, na wao ndio wanatoa hawa viongozi, na wao ndio wanaangalia hizi miradi ziwanufaishe. Kwa maana swala la ufisadi sasa sio swala la viongozi, kwa maana viongozi wetu wote katika taifa la Kenya wanahusika katika mambo ama masuala ya ufisadi. Hakuna yule kiongozi ambayo utatarajia useme huyu atatekeleza haki kwa wananchi ikikuja kwa masuala ya swala la ufisadi. Sasa swala la ufisadi, kulingana na maoni yangu vile nimetembea katika kaunti na kuangalia hayo masuala moja kwa moja, ninajua ya kwamba mwananchi wa kawaida ndio wako na uwezo ya kuleta haya mabadiliko pasipo kutarajia au viongozi ambao wao wanaweka katika mamlaka, kwa maana wanaweka katika mamlaka wanaenda kurudisha zile pesa ambazo wametumia kwa kampeni, wametumia kupata hizo nafasi. Siku hizi unapata mtu ukiapply mahali kazi, upewe kazi kwa serikali, utaapply kazi, unaqualify, lakini lazima utatoa mlungula ama kiinua mgongo ndipo upewe hiyo kazi. Sasa wakati umepewa kazi, unahakikisha lazima urudishe hiyo kazi. Nikikupewa mfano ile ambayo liko wazi, ile recruitment ya polisi ordinary, mapolisi lazima, hili swala sio rahisi watu waongelee, lakini ukweli ni kwamba ndipo mtu akuwe police officer katika taifa la Kenya lazima atoe shilingi 1,300 ama zaidi
ndipo akuwe recruited akuwe officer. Sasa wakati anaenda kuwa officer, baba yake ama wameuza shamba nyumbani kumpea kazi, yaani yule police officer akipewa jukumu la kuangalia masuala ya kulinda mwananchi, anaendelea kuchukua pesa. Ndio unaona ukienda police station yoyote lazima utoe pesa. Hata polisi kukupea tu titiri unampea pesa, polisi kukuandikia tu OP peke yake anakuambia unampea pesa, kwa sababu swala la ufisadi limekita mizizi na liko kwa serikali, na wananchi lazima tuseme tufanye maamuzi, kwa maana sisi ndio wenye nchi na wale viongozi ambao tunapewa mamlaka hao ni watumishi wetu. Sasa sisi lazima tukue kwa nafasi ya kufanya maamuzi kwa swala la ufisadi. Kuongezea tu, umetaja ukasema kuna senators na MCs and our oversight and legislation na legislation. Hili swala la ufisadi, ubenefit au wanaofanya kazi ya oversight. Niseme hivyo kwa sababu gani? Wakipata kuna shida ya uporaji wa mali mahali fulani wa pesa, watatumia hiyo kushika huyo jamaa mateka ili awape na wanyamaze. So kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba hawa watu wangekuwa waaminifu na wangeweza kusimama kulingana na kazi yao ya oversight, kama vile tunaona kuna sehemu zingine ambazo they come up to impeach a governor because of corruption, lakini wao watatumia those mistakes to enrich themselves. Sasa kwa hivyo hakuna mtu wa kufanya oversight. Huyu akiwa ameketi akiongoza akifanya kazi ya ugavana wake au wako kwa mifuko. Asante sana Bishop, tutarejelea hapo baadaye. Na Peter, wewe kama mchanganuzi wa masuala ya kisheria, tunajaribu kuangazia swala ambalo linaendana na ufisadi. Tunasema kaunti ya Bungoma imepata 160 bilioni, lakini tukiangalia baadhi ya miradi ambayo imeanzishwa, kuna ile ambayo iko stalled na nyingine mpya inaendelea kuanzishwa bado inakwama. Je, kwa muktadha wa sheria inasema nini kulingana na uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika kaunti? Swali nzuri kabisa. Mimi kwanza nataka kurejelea, umeuliza swali nzuri sana. Wananchi wa Bungoma wamekuwa allocated 160 billion. Yes, they see so little that has been done. Hawaoni mafanikio ya fedha zao zinafanya nini. Kama hatujaeleza mambo ya sheria, lazima tukuwe na ile kinaitwa ile utilization of the resources inatumika namna gani. Those are some of the things. Utilization of the resources and priorities. The County Government Act gives guidelines on how the devolution and the county government should work to be able to serve the common citizen of that county. So what we have realized in our county, when money comes from the national government, there is no priority. Watu wajaweza kuipatiana priority kama plan. For example, kama governor has come into a notice na hakukuwa na mambo mengine amekuja. Ile project yenye the other wanalianzisha, when a new governor comes in, he abandons those projects. Reason being, there is a legal principle that the law says, kuna Procurement Act, kuna County Government Act, kuna National Government Bill in regulate how projects should be worked upon. Why do these governors fear completing the project that the other one has started? You have Bishop hapa na pamoja na Mr. Nadine amealai kwamba corruption has been the key. When you get an opportunity in the country, they have said that corruption has been now been involved in the county government. Reason why the governor who created power has to put his own people there, and these people has to protect his interests. So you find that we have very few elites who unite together to work at the expense of the common man. That is one of the key factors.
when you go into each service delivery and reality range, you find that these people just do some projects to please wananchi. You can give a very good relevant example. The governor who left, Mr. Wangamati, when he left, there was some flagship projects that he said were so viable for the people of Bungoma. But you realize that after the change of guard of leadership, most of those projects have not even been completed, and yet they have started new projects. So that's how we are feeling that under the Procurement Act and also the County Government Act, the projects that were started would have been finished using the same money that the county assembly they collect and may allocate under its budget. But you see why it did not happen. The governor comes in to capture the county assembly. They have to do to pass the budget that will fit him and them. So you realize that some of the projects that were ongoing now that when we feel like this time, maybe we say because of the national function that was coming, that's why we see it was included under the national government. But you see now, this study is supposed to be an international study, and you can even see the iron sheets that have been put, the iron sheets that we put in our homes and the ones that have been put, and under the international standard law, those are not the iron sheets that are supposed to be put in a study. Because when you are studying here, you are supposed to enjoy that point, but when the rain rains, you will not be able to enjoy. But you see what? People have liked priority because they want to